Unajua nikawa naamini kabisa nishaishi sana, mimi mwenyewe mkubwa naweza kufanya kila kitu, lakini kumbe haikuwa hivyo. Nilikutana na misukosuko mingi sana brother. South isikie, South sio Afrika, lakini South isikie, South Ulaya kabisa. Na maniga they don't care. Unapita, mimi nilipita baadhi ya maeneo unakuta milioni ya watu imekufa wakati nakimbizwa sasa na polisi. Milioni ya watu imekufa pembeni, yani unapita unaruka, wengine wanakanyaga, lakini people they don't care, yani wanaona mimi maisha yangu kwanza. Yeah bro. Na ulikaa kama muda gani kule? Mimi kule brother nilikaa muda wa miaka 4. Nakumbuka 2016 mwishoni ndo nirudi Bongo. Kitokea ile mwaka 2012. Mimi nafikiri 2010 na 12 ndo nilitoka hapa rasmi. Hizo ndo mbili. Lakini 16 mwishoni ndo nilirudi hapa. Kwa hiyo nili overstay kule almost kama miaka 4 nakumbuka. Lakini haikuwa rahisi pia. Haikuwa rahisi kwa sababu mwanzo wako tu wenyewe unaonekana ulikuwa kidogo changamoto. Maana unaingia tu afu unanyang'anywa kila kitu nini. Baza. Okay. Yani brother ujue ni ngumu sana kumhadisia mtu akakuamini. Umeibiwa kila kitu, unazungumzia paka passport ambayo wewe ulihangaikia huko almost mwaka mzima, yani unajichanga nini kuipata. Alafu unakutana na mtu anakupa line uende supermarket, ufanye kazi supermarket ili uweze uafford maisha yetu. Unajua kwa sababu dakika za mwisho baada ya kuzunguka sana nilikutana na jamaa mmoja anaitwa Lamso. Lama lakini ndio akina Lamso. Yeah. Kule tunahama 7 na hizi 24. Yeah. Sasa tuangalie katika hizi dakika 6. Tunaimalizaje? Sawa. Balini. Sawa. Kwa hiyo hapo tunafanyaje sasa hivi? Tunakwenda kuifunga hii episode ya hapo tusimalize story kwa sababu tunapokelewa sisi ndio tutakapofanya tunavyoendelea. Ndio vizuri Mangala. Yani kiukweli haikuwa rahisi. Na mtu ukimwambia hivi kawaida ndugu mtangazaji hawezi kukuelewa, lakini South Africa kweli, South ni Ulaya, lakini it's a hard country, yani so rahisi kama sisi huko tunapoongopeana. Unajua sometimes nazalia maneno watu wanatekilizi. Kwa hiyo mimi nili overstay, niliishi Kaburu miaka 4, lakini uwezi amini niliibiwa kila kitu kama ninavyokuambia. Mwisho wa siku nilikutana na familia wabongo wenzangu. Kuna jamaa mmoja anakwambia anaitwa Ramso, nilikutana naye. Yeye ukimwangalia kwenye passport yake the way anavyoonekana na mimi tulikuwa tunafanana. Kwa hiyo ikabidi passport yake na mimi ndo niitumie hiyo kuishi kipindi niko South Africa. Kwa hiyo nilienda paka supermarket, ilikuwa supermarket ya jamaa mmoja Mpakistani, MPK. Yeye mara zote ndani ya supermarket yake hakuchoka kutuita sisi monkey. The way alivyokuwa anatuita, maana yake mimi nilikuwa kama as a tall boy. Mtu akibanka vitu vyake natia kama unavyoona kwetu Lolana pale anapeleka. Kwa muda mwingine unakutana na mtu ambaye ana moyo wa kibinadamu, ukimpelekea vitu vyake nini anakupa tips zile nini maisha yanafanyaje yanaendelea. Kwa hiyo ukirudi na wewe ile geto umebanka nini aflamda ya kama KFC vikuku vile nini ukidinapo geto unaonekana kidogo mlumu. Kule nasikia kuku kule kawaida sana. Vyakula Kaburu is very easy. Yani vyakula Kaburu nimeona sana changamoto yake kubwa ni kuvaa. Kuvaa ukivaa mwanaume kwa sababu kule mzee kila kitu unajua gharama yake inakuwa kubwa. Kubwa sana. Sababu ukimkuta Kaburu mwanaume kanuna kutoka chini mpaka juu kakufungia Adidas, inabidi muheshimu sana kwa sababu lazima aende kwenye maduka
yale yale. Yani uwezo ukapata Adidas ya chimbo Kariakoo hakuna. Yani it's new, yani ile yenyewe kabisa. Brand yenyewe. Lakini kula nomo kuishi maisha pia ni magumu, kwa sababu ili uishi Kaburu lazima uweze kuchangia